Tuwe na ibada moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wana wa Israeli ambao jana wametolewa katika utumwa. Mungu haongei na mataifa. Mungu anaongea na watoto ambaye ni watoto waliopokea Kristo leo. Watoto ambaye amewaandalia mahali, watu ambaye amewatoa katika utumwa jana, watu ambaye amewatoa katika mateso jana. Mungu anaongea na wao. Sasa basi wana wa Israeli wakawa katika mateso na Mungu akashuka na miujiza mikubwa. Mungu akafanya 10 miracles katika mji wa Misri na wakaziona kwa macho, lakini mwisho wa siku wakasahau. Bahari ya Shamu ikafunguka na wakaiona na wakatembelea pale na wakasikia, wakasema kweli maji hakuna. Wakawa wanaenda wakidhania haya maji yanaweza rudi, tabia huyu ni Mungu mwenyewe. Wakatembea mpaka wakazoea, wakaona Mungu ni wa ajabu. Wakajua Mungu wetu anaweza, wakajifunia. Na jambo walioingia ni jambo ambalo watu wengi walikuwa hawezi kuvuka kwa ile jambo. Ile jambo ni ndefu, ukivuka ukiingia kwa hiyo jangwa, uvuke mambo ya pili, utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakaona Mungu amewaleta mpaka walipofika mlima Sinai. Walipofika mlima Sinai, Aroni ameenda kwa ajili yao. Aroni anawasumukia ili Mungu, Musa anaenda kwa ajili yao. Musa anawasumukia ili Mungu awasaidie, ili Mungu awabariki, ili Mungu awawezeshe kufika katika nchi ambayo ni ya ahadi, nchi ya uzima, nchi yenye asali na maziwa. Lakini Musa ameenda tu mahali kidogo, si mbali, lakini kwa muda tu kidogo wanaanza kupata tamaa. Wanakuta kuwaje? Tukutengeneze sanamu hata kuokoza. Wakati walimuona Mungu na wamemjua, Mungu alikutoa wapi jana na alikushangaza jana, lakini leo kwa sababu ya jambo lingine una haraka ya kumwacha Mungu badala ya kuenda kumtenda. Kwa nini asifiwe? Una haraka ya kumwacha Mungu. Ukasema sisi afadhali tutengeneze sanamu. Na Musa alikuwa anaenda mbali. Urefu wa mlima Sinai kutoka chini mpaka juu ni 7 kilomita. 7 kilomita ni kama kutoka hapa mpaka tuseme Kisii ni Likoni. Kwa nini Kisii? Kama kutoka hapa mpaka Likoni. Lakini kwa sababu ya kutotaka kusubiri, kwa sababu ya kutotaka kungojea, wakaanza kuabudu miungu mingine, wakaleta machukizo juu ya Bwana. Hasira ya Bwana ikawaka na Bwana akataka kuwamaliza. Kuna vitu unafanya Bwana anataka kukumaliza kwa sababu wewe unamjua Mungu mahali alikutoa, lakini bado hujaamini Mungu. Hicho ni lazima ubadilike. Ujue nitatembea na Mungu wangu kwa vyovyote vile. Hatari alitanitoa kwa Mungu, shida zitanitoa kwa Mungu. Si wakati wa kubadilika kwa sababu umeona moto wa tanuri unasema nitakutia salamu. Kuna watu wanamjua Mungu na wakati waliona moto wa tanuri wakasema tuko tayari kufa, mwambie na kutengeneza hata kwa dawa. Sisi hatutashuhudia salamu, hatuna maskari wa kupeleka Mungu. Na watu wakaleta ripoti, wale vijana wametoa Israeli, wameleta kichongoo, wanasema hii sanamu yako wataiabudu hata uponye nini, na wanasema hata moto yako iwake nini, watume ndani ya moto. Na kufikiria ni mchezo, wakatumana askari wakule waleta. Wakaleta umauliza maswali, umesema tuwatume kwa moto. Wakasema tuko tayari kufa, lakini tufe na Mungu wetu. Tuko tayari kupitia shida hii, lakini kupitia na Mungu wetu. Tuko tayari kuteseka, lakini tuteseke na Mungu wetu. Hatutatafuta waganga, hatutatafuta njia nyingine, hatutatafuta vinyago vya kutusaidia. Sisi tutabaki na Mungu mpaka dakika ya mwisho, mpaka pumzi yetu ya mwisho. Na wakifikiria ni mchezo wa kuwapeleka, na walipofika pale wakaona jamaa anaingia kwa moto bila shida. Na nataka nikwambie kitu kimoja. Wale watu kwa wanaingia kwa moto wakiwa wanajua kuna kupona. Mungu akuonyeshi kitu cha kutia moyo. Mungu anataka kuona imani yako.
Hiyo shida unaona imekuwa moto sana. Anataka umtegemee ikiendelea kukua moto mpaka uhakikishe dakika ya mwisho Mungu amekubali. Wewe umeshinda. Kitu ambacho kinaleta uhusiano na mtoto wa Mungu na Mungu ni mtoto wa Mungu kushinda, kwa sababu anajua yale amekuletea utashinda tu. Hakuna mauti inaweza kukuweza wewe mtoto wa Mungu kama Mungu mwenyewe hajaruhusu. Wataingizwa kwa moto na bado watakuwa wakiwa hai ndani ya moto. Watu wakawacha sanamu kuabudu, wakuja kuangalia, sababu sasa wanaona kama tiriki, wanaona sijui kama nini. Haleluya! Ukawa wameshangaa, kujeni hata Nebukadneza alisahau sanamu, wakakuja wote kuangalia maajabu ya Mungu. Watu walikuwa watatu, tunawaona wanne, wakaanza kuongea habari za Mungu, tunawaona wanne, lakini huyu mtu wanne anakaa kama mtoto wa Mungu. Haleluya! Shida zako kama utavumilia, kuna mtu wanne, kuna mtu mwingine ambaye ataongezeka kwa sababu ya kukupitisha mahali pale. Kuna mtu ambaye ataongezeka kwa sababu ya kuleta amani pale. Amani, unaona hakuna amani kwa sababu umesibu kuvumilia. Na wale askari waliwapeleka ambao hawana Mungu wakaungua wote. Watoto wa Mungu hata jehanamu haiwezi kuwafanya kitu. Wanaweza kuingia jehanamu na watoke bila shida. Yesu ataingia mpaka jehanamu na moto ukiwaka na mtu hakufanya kitu. Ukijijua wewe na Mungu uliyempokea, wewe ni mtu wa aina gani, unaweza kujitumia. Lakini watu umeingia katika hali ya taharuki kwa maisha yenu, hata mkiambiwa usiokoke bado mnaokoka. Haleluya! Wakaendelea kuabudu sanamu, wakatengeneza sanamu, wakaipatia sifa. Mungu akasema, Musa, hawa watu mimi nataka kuwaua, toka katikati yao niwaue. Mpaka mtumishi wa Mungu akamwambia wasaidie, hawajui ni nini wanafanya hii, wasaidie usiwaue. Hata Misri watafurahia wakisikia watu wao kufa jangwani. Ndio hasira ya Mungu itapoa. Kuna vile unaweza kuongelesha Mungu kwa yale mambo umekuwa ukifanya. Haleluya! Watu wa mabudu yako haijawahi hesabiwa. Tangu uanze kumwabudu Mungu, utaanza kuhesabiwa wakati utakuja kutii. Ufike kwa wakati Mungu amesema, utaanza kuhesabiwa. Utaanza kutoka kwa rekodi. Utaanza kutoka kwa rekodi wakati hautakosa maabudu ya Mungu kwa sababu ya vinyago kukutisha. Kwa sababu ya vinyago kukutisha. Wengine hata wazee walikuwa vinyago. Anakuambia ukienda kanisani, usurudi hapa ndio. Kisha tanuru anaona moto. Nikienda nirudi kutakatifu sitapigwa. Na vile Mungu anapigana watu kama anataka kuwaua. Haleluya! Ni lazima Mungu wetu tumtumikie na tusisuiliwe na jambo lolote. Tusisuiliwe na kinyago chochote. Kitu chochote kisichukue nafasi ya Mungu katika maisha yako. Wacha kuchukua sanamu na kuisujudia, haitakusaidia. Sanamu ni kiumbe tu ambacho hakina lolote kwa maisha yako. Ina sala itakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kumaliza 32:9-10. 9:10. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni wenye shingo kumi. Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Haleluya! Mungu anasema wakiendelea kukua shingo ngumu, nitawafanya watu wengine wakuwe wajane katika dunia. Nataka ujue kwamba wewe Mungu anakuweka kwa neema tu. Wacha kufanya kiburi na Mungu. Mungu anakuweka kwa neema. Anaweza kutengeneza taifa lingine lipya na watu watajaa kiasi kile Mungu anataka, na wewe akakupoteza na usiwahi onekana hata siku nyingine. Yeye ni Mungu. Haleluya! Yeye ni Mungu. Tumsikizeni Mungu, tumtii Mungu, tunyenyekee mbele za Mungu. Mungu akamwambia, kwa sababu wanataka sanamu, hawa watu ni shingo ngumu, hawawezi kufikia Mungu, ndio maana wanafuata sanamu zao.
Mtu ametumikia sanamu ya kuosha vyombo asubuhi, ameosha vyombo mpaka masaa ya Mungu imeisha, akia atake kurudi apate vyombo chafu ndani. Na wakati wa kazi huwa anaamka vizuri na anaosha vyombo na anatoka kwa anaenda kutumikia sanamu kwa masaa inayofaa. Huyu mtu anaheshimu sanamu kushinda Mungu. Anaheshimu sanamu kushinda Mungu. Kwa nini? Ataamka asubuhi, aoshe vyombo, aweke, apige chai, achukue ile tundoro ya chana, ajamshe ugoga, abebe na aende kwa mwili na afike kwa masaa. Lakini kwa Mungu atakuja kwa kama amechelewa. Kwa nini? Kuna miungu mingine alikuwa anaitumikia, na hiyo miungu ndio pekee itakuja kusimama mbele yako na iseme, huyu alikuwa mtu wangu. Na Mungu mwenye haki atakubali, kwa sababu kila kitu utatambulisha mbele yako kwa kukiamini na kukitegemea. Hatakuwa ni Mungu wako huyo, haitakuwa Mungu ndio Mungu wako. Kama atakutakia kudu, kama utakitujulia, kama utakitumainia, basi atakuwa ndio Mungu wako na atakupeleka mahali atakao kukupeleka. Haleluya! Tukote katika maisha ya kuabudu Mungu, si wakati wa kujiangalia, si wakati wa kujiangalia. Yaani mtu anapotea kwa sababu ya kitu hakina misingi, kitu hakina misingi, vitu ambavyo tunavifanya, Mungu anasema watu hao wamekuwa shingo ngumu, wawezi kunisikia. Haleluya! Hata kufika kanisani huko juu sana, sasa leo anahubiri haoni masaa, na wewe umekuja late hours na unataka kutoka mbele kushinda wale watu wale. Umekuja kama umechelewa, halafu unataka kutoka kabla ya wale walitangulia. Amechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unavitegemea, kuna vitu ambavyo unavitumikia, vitu hivyo ndio ambavyo vitakuja kukupeleka jehanamu. Kuna mambo unatengeneza yatakupeleka jehanamu. Kama huwezi badilika leo, ujue Mungu alikuweka umwabudu, uheshimu maabudu yake, utembee kwa njia ya kumtii Mungu, utembee kwa njia ya kunyenyekea, utembee kwa njia ya kumwabudu Bwana katika vile Bwana anataka, sio vile wewe unataka. Utakuwa mshindi, na utaona uzima huko kwa ajili yako, uzima huko kwa ajili yako. Yaani vitu vyote viko kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu Mungu ameweka ni kwa ajili yako. Lakini leo unafikia kumalizia wapi? Katika maisha yako? Endelea kubabaika kama wewe ni